Shoga, zile mkaka niliokuambia kwamba akikuchukua lazima akupe na chajibu. Ndio huyo. Kwa sasa yuko? Shikamoo. 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 Wewe vipi? Umekosea njia? Hapana. Nimeelekezwa kuwa hapa ndio anapoishi Madam Vera. Ni ndugu yangu. Dada, labda umekosea nyumba. Madam Vera hawezi kuwa na ndugu kama wewe. Alafu uangalie hata mazingira kama uendani nayo. Afu mnuka kikwapo kwenye mwe. Hebu kwenda bwana. Huyu vipi nyie? Lea. Jamani, nisamee binti yangu. Nilipitiwa na usingizi kidogo, kwa sijaona simu zako. Lakini kwa kuwa umefika, hakijaribika kitu. Twende nikuonyesha sehemu ya kulala. Madam. Kwa hiyo hii ndio biashara mpya? Kama nilipokuambia, yaani wewe ndio mkaka ambaye ameoteka moyo wangu. Hajampita bibi wangu wewe. Kwa mwaka huu tutaona mengi sana. Kwa kweli. Maana unaweza kukaa. Karibu sana binti yangu. Jisikie uko nyumbani. Hivi kumbe huko mjini una maisha mazuri hivi? Ina maana hii nyumba yote ni yako? Usijali binti yangu. Kuhusu maisha mazuri, hata wewe ukipambana kama mimi, unaweza kuwa na maisha mazuri hata zaidi yangu mimi. Wow. Kweli mama mdogo? Yeah. By the way, najua utakuwa umechoka sana. Naomba upumzike binti yangu, ili kesho uweze kujiandaa kwa ajili ya kazi. Kazi? Si ulisema nakuja huku kwa ajili ya kuanza masomo? Au hiyo kazi ndo unamaanisha kunipeleka chuo? Rihanna, usijaji sana binti yangu. Unaona maisha ya nyumbani? Maisha ya nyumbani ni magumu sana. Hivyo mimi nitapambana kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Na mimi nitaingiza pesa kupitia wewe. Unamaanisha nini mama mdogo? Mbona sijakuelewa? Utanielewa tu binti yangu. Wewe pumzika. Tutaonana asubuhi. Hebu sogea huko bwana, si tulale. Unajiachia kama kitanda cha ndugu zako. Samahani. Sawa. Acha kumpatia mwenzio maneno magumu.
We naye nini? Nini? Amna, ila Sara mwenzio kachoka. Mgeni atajisikia vibaya bwana. Na usijifanye na roho nzuri hapo. Unajua kabisa hapa tunavyoishi ni kama jeshini. Hebu nipisheni mimi nilale. Pole Maya, pumzika tu hapo. Hakika umenifurahisha sana. Katika siku zote ambazo nimekutana na wewe, leo the best. Na ndo maana nikakuongezea kiasi cha pesa. You are welcome. Nipo kwa ajili yako. Unajua Kasa, wewe ni mteja wetu mkubwa sana pale kazini. Ukiachana na kujitoa kwangu, hata Madam V amenisisitiza sana 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 nikuhudumie vizuri, maana wateja wetu wanasuasua sana pale kazini. Hicho ndicho kilichonifurahisha zaidi, na ukiendelea kuwa hivyo, kila tukikutana mimi na wewe nitakuwa nakupatia pesa ya ziada. Yes. Sawa, nashukuru sana. Sawa, msalimie Madam Vela. Mwambie nimemmisi sana. Usijali, hizo zimefika. Kwa kuwa tunaelekea njia moja, tuongozane nikupe lift. Awena. Awena. Yes, baby, nakuja. Hiki ni nini? Awena, nakuuliza hiki ni nini? Kwa nini hukuniambia kama hapo nyuma ulikuwa na mahusiano na mwanaume mwingine kabla ya kuanzisha haya mahusiano? Hapana baby. Hapana nini? Hapana nini? Wakati meseji zinaongea kila kitu. Okay. Ulitaka nikupe nini? Mwanamke aliyekuwa nakupenda kwa dhati. Mwanamke aliyekuthamini kwa kila kitu. Sidhani kama unaweza kuzungumza jambo lolote ambalo mimi litaniingia kwenye akili yangu. Naomba nisamehe babe. Shut up. Nikusamehe nini? Nikusamehe kwa sababu ulikuwa unajua ujinga unaofanya? Nikusamehe kwa sababu huna makosa? Yaani nikusamehe kwa kipi? Mimi kupenda mke wangu. Ungeniambia tu ukweli ili nikakaa nikajua, mambo mengine yakaendelea, lakini unadanganya kwa nini? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Kutokana na huu ujinga uliofanya,
Sidhani kama kuna siku tunaweza tukakaa mimi na tukaongea vizuri. Aidha sidhani kama tunaweza tukaendelea na mapenzi kama tuliokuwa nayo hapo mwanzo. Nisikilize. Chukua kila kilicho chako na uondoke kwenu. Nimesema chukua kila kilicho chako na uondoke nyumbani kwenu. Oh. Ina maana unisikii nini naongea? Mambo ni sawa. Hakuna cha msamaha wena. No, usinishike. Mimi sidhani kama kuna mtu anaweza kuvumilia ujinga unaofanya. Ndo malipo yake haya, si ndio? Haya ndo malipo wena. Okay. Chukua kilicho chako na uondoke nyumbani kwangu. Nimesema chukua kilicho. Ondoka basi. Yanauma mapenzi unapopenda na upende, yanaumiza kishenzi ukiyafosi mapenzi haya haya, mapenzi haya haya, mapenzi haya haya, mapenzi haya haya. Ana karangi kake filter no, na cheko lake dimpo ilo, uzuri wake natural. Wow, wow, wow. Vaa hiyo nguo. Samahani dada, mimi siwezi kuvaa hii nguo. Mbona ni fupi sana? Wewe, nimesema vaa hiyo nguo. Siwezi kuvaa nguo kama hii. Sijazoea. Na kwetu hatuvagi nguo kama hizi. Mamako mdogo alikwambia ukifika huko unafanya kazi gani? Mama mdogo ameniambia nakuja huku kwa ajili ya kusoma na sio mambo mengine. Wewe, tusiharibiane ratiba. Vaa hiyo nguo tutoke. Unanielewa? Toa hii nguo. Niache. Nikuache vipi? Hebu toa hii nguo bwana upale. Hivi mbona unakuwa hivyo sio mwelewa mtoto? Si hiki kimtu pale kitoa wapi? Vaa hii nguo. Siwezi kuvaa. Sijazoea. Toa hii nguo pale. Niache. Mimi sijazoea, naomba uniache. Toa nguo bwana uvaa hii. Naomba uniache. Oi. Oya. Pepe. Unafika saa ngapi hapo? Nimegonga kinoma noma rafiki yangu. Gonga na wewe mzee. Vipi una tatizo gani ndugu yangu? Nini shida mzee? Sijakuzoea kuwa hivyo mzee wangu. Awe na kaka. Awe na huyu shemeji yangu. Anafanya nini tena? Awe na kanumiza. Alikuwa ni mwanamke ambaye nampenda. Kumbe na upendo wangu wote wa dhati alikuwa na mwanamume mwingine huko nyuma. Unajua jinsi gani nilivyokuwa nampenda Awena, na nimetumia nguvu kubwa mpaka yeye kuwa vile.
lakini kumbe alikuwa na mwanamume mwingine. Aise, ina maana Awena ulikuwa unaishi naye lakini pia na mwanamume mwingine? Yeah. Ndiko hivyo kaka. Pole sana ndugu yangu. Na hiyo ndio sababu ambayo imenipelekea mimi nikawachukia sana wanawake, kwa sababu wanawake ni washenzi sana. Ndio maana nikajichagulia mimi lifestyle yangu, kwa sababu mimi nimeshapitia hayo ambayo wewe unayapitia kwa sasa. Na ndio maana nimechagua lifestyle yangu. Namchukua mwanamke, namtumia, namlipa, anapita hivi, kwa sababu nimechoka kuumia. Hakuna mapenzi ya dhati sasa hivi. Hebu kaza. Sio unakaa unajilizaliza, mwanaume anajilizaliza kwa sababu ya wanawake. Moyo wangu unaniuma sana Kasa. Naumia. Okay, poa, subiri tukuonyeshe watoto wa mjini tunavyoishi. Unakaa kama ile kwa sababu ya mapenzi mzee. Hello Madam Vera. Hello Kalsam. Mambo vipi? Mambo poa. Za tangu jana. Fresh. I hope ulienjoy sana kwa huduma ulioipata kutoka kwa msichana wangu. Aisee, umetisha. Unajua kutisha? Umetisha sana kwa sababu umenipa mtoto fulani hivi. Kwanza nayajua. Aisee, oa hatari sana ndugu yangu. Hapo bado. Bila shaka hii simu yako itakuwa ina sababu. Nakusikiliza. Sasa lengo la kukupigia simu, nilikuwa nataka mtoto fulani hivi mkali, kwa sababu ya rafiki yangu hapa naona yuko sawa. Usijali Kalsam. Kuna msichana mzuri ameingia jana. I hope rafiki yako ataenjoy sana. Acha bana. Nipe location. Location ni Mabibo, nyumba namba 3. Okay, anakuja sasa hivi. Okay, poa poa. Oya, usiniangushe mwanangu. Sawa. Acha kulialia mzee. Madam, mtu wako huyu kakataa kabisa kuvaa nguo fupi. Nimechoka. Mdogo, ina maana hichi nilichokisikia kina kweli ndani yake? Ina maana umenileta hapa ili nifanye kazi ya kujiuza? Ni kweli Lia. Ulichokisikia ni ukweli mtupu. Hii ndo kazi ambayo inaniweka mjini mimi. Unavyoniona hivi, nina maisha mazuri, nina nyumba nzuri, nina maisha mazuri, ninavaa vizuri, napendeza. Ni kwa sababu ya hiyo kazi. Na nilivyokupigia simu kukuita huku nikakwambia kwamba unakuja kwenda shule, sio shule kama ulivyoelewa, bali nilitaka uje ujifunze maisha. Rihanna, haya ndo maisha. Hapana. Rihanna, unakataa nini? Wewe haupendi pesa? Hautaki maisha mazuri Rihanna? Yaani kuanzia leo, hii ndo kazi ambayo utaanza kuifanya. Utauza mwili wako
na wanaume wenye pesa watakutumia wewe watakavyo, na wakifurahishwa watanilipa mimi pesa. Nikishalipwa pesa nitakulipa na wewe. Hapana mamdogo, haiwezekani. Siwezi kuuza mwili wangu na wala siwezi kuuza utu wangu kwa ajili ya pesa. Kama ndio hivyo, ni bora nirudi kijijini. Unasemaje wewe? Urudi wapi? Yaani urudi kijijini ili ukasimulie tabia zangu na matendo yangu, si ndio? Rihanna, hauendi popote. Mimi ndo Madam V. Na hii ni kauli yangu ya mwisho. Unatakiwa ujiandae. Kuna mwanaume unatakiwa ukamhudumie. Unatakiwa kuzindue bwana. Mtoto mwenye mbichi ndo umekuja leo. Yaani wewe bila 200,000 sikuachii. Ujiandae. Haiwezekani. Siwezi kabisa. Sasa basi, kwa huyo mtu nakokupeleka ni mtu ambaye tunafahamiana kwa muda mrefu sana na tumekuwa tukifanya kazi kwa uaminifu. Hivyo basi, naomba ukienda huko usiniangushe Rihanna. Tumeelewana? Usiniharibie kabisa. Lakini mamdogo, mimi siwezi. Sijazoea. Rihanna, sitaki hiyo michezo yako. Tumeelewana? We Neila. Neila. Ebu njoo. Naomba niondoke nyumbani mamdogo. Rihanna, kaa kimya na ufuate ninachokwambia. Neila, naomba umpeleke huyu na kutumia location kwenye simu. Sawa madam, nimekuelewa. Mgeni wako hapa. Karibu. Karibu sana. Ole wako sasa. Mshini kupata kazi ya ngada. Karibu sana. Jisikie upo nyumbani. Natumai leo utanipa penzi zuri ambalo litaniondoa kwenye stress. Unajua moyo wangu na maumivu sana. Inabidi ufanye chochote kitu. Nahitaji unisaulishe kila kitu. Mimi siwezi. Please naomba uniache. Nisikilize binti. Ni mara yako ya kwanza, si ndio? Usijali.
Naomba uniache, usinisogelee na wala usiniguse. Ni sawa, kwa sababu unajua ni mara kwa kwanza, lazima itakuwa kuna ugumu ambao utataka kuweka, lakini ni kuahidi kwamba ni issue ambayo itakuwa ni simple, haitakusumbua kwa lolote. Mama. No. Aya. Nakufa.